Jina linaweza likabeba utambulisho wa mtu, biashara ya mtu, linaweza likabeba kitu fulani cha maisha ya mtu. Sasa iko namna fulani jina linaweza likazuia. Na ndio maana tukaona jana sasa Ibrahim ambaye hapo kabla alikuwa anaitwa Abraham, mbingu yenyewe ilihusika kulibadilisha jina lake. Na nikakwambia pia kuna majina ambayo mbingu pia inahusika kuwapa watu majina hayo. Kwa mfano Yesu Kristo, jina hilo mbingu ilihusika yenyewe kabisa kwamba mtu huyu ataitwa ni Yesu Kristo. Wapo watu wengine ambao mbingu ilipeleka majina, mbingu ilipeleka majina, na mbingu iliwaambia atakuwa mtu fulani, akazaliwa, mbingu ikatoa na jina. Sasa tukamwona na Sara. Hebu sema Sara. Aliyekuwa anaitwa nani? Sema Sarai. Hapo kabla alikuwa anaitwa Sarai. Jina Sarai hilo nikakwambia kwa Kiebrania lina maana ya bibi wa kifalme ama malkia wangu, bibi wa kifalme au malkia wangu. Ibrahimu alikuwa anajua huyu ni malkia wangu, ni wa kwangu, na miliki mimi. Lakini neno jina hilo, jina Sara lina maana ya malkia au bibi wa mataifa. Sio tena malkia wangu kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu, lakini nasomeka kama bibi wa mataifa, maana yake ni mama. Neno bibi maana yake ni mama, mama wa mataifa mengi, mama wa watu wengi, mama wa kizazi kingi. Na ndio maana sasa tukaona kwenye Mwanzo 17 na ule mstari wa 15 kama tulisoma hapo Mwanzo 17 mstari wa ngapi? Wa 15. Biblia inasema hivi mpaka mstari wa 16. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamwita tena jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa ni Sara, nami nitambariki na tena nitakupa mwana kwake, na nitambariki naye atakuwa ni mama wa mataifa. Hebu sema mama wa mataifa. Rudia tena, sema mama wa mataifa. Na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Unaanza kuona anayeambiwa atakuwa ni mama wa mataifa ni bibi mwenye miaka 91 ama 90 hivi. Anaambiwa atakuwa ni mama wa mataifa. Alafu kibaya zaidi ama kikubwa zaidi anaambiwa na wafalme na kabila za watu watatoka kwake. Unaweza kuwaza huyu mama wa mataifa mpaka aje azae mtoto, aje akue, mtoto wake aje kuwa na mtoto, wafalme waanze kutoka, huyu bibi ataendelea kuwa hai. Mbona Mungu na ahadi ambazo kwa namna ya kawaida ukiziangalia haziwezi kutimilizika? Lakini Mungu alikuwa anamaanisha kwamba agano langu ninalifanya imara na mtu anaitwa Sara, wala sio mtu anaitwa Sarai. Agano haliwezi kukaa mahali ambapo Mungu anaona nyuma kuna miungu ama nyuma kuna nguvu nyingine ambayo inaweza ikaja kakamwisha ule muujiza. Na mimi namuomba Mungu leo agano lake alifanya imara na jina lako kwa jina la Yesu. Amen. Narudia tena, agano la Mungu lifanyike imara kwako leo kwa jina la Yesu. Amen. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 21 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 3. Mwanzo 21 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Hapo Bwana amwendei Sarai, Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Kwa muhula alioambiwa na Mungu, Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Tunaona Mungu alimwambia akiwa na miaka 90, Ibrahimu akiwa na miaka 99. Mtoto anakuja kupatikana, Ibrahimu ana miaka 100. Sara umri umeshaenda. Kwenye majira yale yale aliyoambiwa na Mungu, Isaka akazaliwa. Na mimi naomba Mungu kwenye majira haya haya mwakani jambo jipya lizaliwe kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Narudia tena, kwenye majira haya haya mwakani jambo jipya lizaliwe kwenye maisha yako kwa jina la Yesu.
Uwe na biashara, uwe na kazi, uwe na ndoa, uwe na watoto, uwe na lile jambo unalolitaka lizaliwe kwenye majira haya mwakani, uwe nalo kwa damu ya Yesu. Hebu sema amen, amen. Mungu akikupa utambulisho, ule utambulisho una kawaida ya kuvuta. Hebu useme unavuta. Utambulisho ni kama sumaku. Hebu sema sumaku. Kazi ya sumaku ni kuvuta, ni kuvuta, unavuta. Ninaamuru leo utambulisho mpya uvute biashara, uvute kazi, uvute safari. Hebu sema amen, amen, amen. Sasa tuendelee namba 3. Mungu alimbadilisha jina Yakobo na kumwita Israeli. Hebu sema Mungu alimbadilisha jina Yakobo na kumwita Israeli. Wote tunajua historia ya Yakobo jinsi ilivyopatikana. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya ngapi wasomaji wa Biblia? Wakati Rebeka amebeba mimba. Ni Yakobo sura ni Mwanzo sura ya ngapi? 20 na ngapi? Hapa tunaanza kuona baba alikuwa ni mwombaji na mama alikuwa ni mwombaji. Mungu akupe mke mwombaji na mume mwombaji kwa jina la Yesu Kristo. Akupe mtu atakayeweza kusimama na wewe kwa damu ya Yesu. Tunaanza kuona mume huyu alikuwa ni mwombaji. Baada ya kuona mke wake ni tasa hazai, akaenda kupiga magoti, akamwambia Mungu, kwa ajili ya Rebeka mke wangu, ninaomba nipate uzao. Akapata uzao. Na mwanamke kwa sababu anajua mume wake ni mtu wa imani na ni mwombaji, basi ile imani ya mume wake ikaama na kwa mke wake. Alivyoona bwana watoto kila siku ni vurugu, akaamua kuacha kumwambia mume wake niombee. Akasema sasa kule ambapo ulipokwenda kuuliza kwa Mungu, hebu ngoja na mimi niende nikaulize. Na yeye akaenda, pengine alikuwa na maombi yake, ama pengine ana namna fulani alikwenda, naye akaanza kuomba. Alivyokuwa naomba, Mungu akamjia akamwambia, Rebeka mwanangu, mataifa mawili yamo ndani ya tumbo lako. Mungu anamwambia, hamwambii watoto wawili. Mungu anaona mataifa. Hebu sema mataifa. Rudia tena, sema mataifa. Wakati unaona ni katoto, Mungu anaona kuna rais anakuja. Wakati unaona ni katoto, Mungu anaona kuna kampuni inakuja. Mungu anaona kuna biashara inakuja. Mungu anaona kuna mjenzi mkubwa wa ufalme anakuja, kuna mchungaji anakuja. Mungu akupe macho ya kuviona vitu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea macho ya kwanza kuviona vitu na uviite sawa sawa na mbingu inavyoita kwa jina la Yesu. Hebu sema tena amen, amen. Sema tena amen, amen. Haleluya. Sasa anaambia mataifa mawili yamo tumboni mwako, lakini mataifa haya yatakuwa na mgogoro tangu yakiwa tumboni. Alafu na mdogo na mkubwa atamtumikia mdogo. Tangu akiwa tumboni unabii ukatoka. Anasema kwanza huyo mkubwa huyo kazi yake yeye anatakiwa mtumikie mdogo, na mdogo atakuwa na nguvu kuliko huyo mkubwa. Kwa hiyo Rebeka anaondoka, anajua aliloambiwa. Kwa hiyo miaka ikapita, hapo miezi, Rebeka akajifungua. Hata kwenye kujifungua ni utata tu. Haijawahi kutokea. Anatoka mtoto wa kwanza, anazaliwa, jamaa anashika kisigino. Anaambia bro, tuligombana tangia tumboni humu, safari hii unatoka kirahisi, haiwezekani. Kwa hiyo alipozaliwa wa kwanza, akazaliwa na wa pili. Wa kwanza akaitwa Esau, alafu wa pili akaitwa Yakobo. Maisha yakaendelea. Esau alikuwa ni mwindaji. Yakobo alikuwa ni kipenzi cha mama, yupo nyumbani. Yeye anajua kutengeneza, anajua kupika vizuri. Kwa nini? Yuko karibu na mama. Mama akampenda Yakobo sana, na Isaka akampenda Esau sana. Kwa nini alimpenda? Kwa sababu mama anajua nikimhitaji mtu mapema ni Yakobo yupo. Na mzee naye anajua, jamani, mimi sikula nyama pori, nikizihitaji Yakobo hawezi kunisaidia, Esau yupo. Kwa Yakobo anampenda Esau kwa sababu anakula mawindo yake. Mama anampenda Yakobo sio tu kwa sababu yupo nyumbani,
anaijua kanuni, alishaambiwa kwamba mdogo atakuwa na nguvu, yule mkubwa yule hatakuwa na nguvu. Kwa hiyo mama anaijua kanuni na ni siri yake, hata mzee Isaka alikuwa haifahamu. Halo. Sasa baadaye mzee Yakobo anataka kuachilia baraka. Anamwambia bwana, nenda kaletee mibaraka. Yule mama akasikia, akafanya alifanyavyo. Ile mibaraka yote badala kwenda kwa Esau ikaenda kwa Yakobo. Kwa Yakobo akauiba mbaraka. Hebu sema akauiba mbaraka wa nani? Wa kaka yake. Baadaye jamaa anakuja na hasira. Mama akamwambia, kwa namna kaka yako ninavyomjua atakuua, kimbia. Akatoka akaenda kwa Labani mbali kabisa. Akaishi miaka mingi, akakaa huko, matukio mengi yakatokea huko. Ninaenda haraka ili niwahi kufika mahali. Haleluya. Kwa baadaye sasa, usiku mmoja ndio Mungu anamtokea. Anamtokea si kwenye ndoto, ila anamtokea physically kabisa. Anaona kuna malaika fulani hivi, anaona kuna jitu fulani, wakaanza kupigana. Majira kuanzia pengine kwenye saa 4 hivi wanaanza kushindana. Pigana. Huyu mmoja anamwambia bwana, niache niende. Mwingine anamwambia wewe hapa haondoki mtu. Yakobo akagundua huyu si mtu wa kawaida. Kwa nini si mtu wa kawaida? Zamani zile Waebrania walikuwa ni watu wenye matukio ya ajabu mno. Haleluya. Walikuwa ni watu wenye matukio ya ajabu, na wanaogopwa na wana nguvu za Mungu za hatari. Kiasi kwamba walikuwa na uwezo, Mwebrania kipindi kile akapiga hasira ikipanda, ana uwezo wa kupiga mwamba ukapasuka kwa mkono. Yaani ile hasira imepanda, ana uwezo wa kufanya kitu mtu wa kawaida hawezi kukifanya. Hebu nikupe mfano tu rahisi. Mwebrania mmoja akaondoka ameshika taya ya punda, akapiga wanaume 3000 akawaua. Si jambo la kawaida. Sio jambo la kawaida. Haleluya. Kwenye historia mojawapo ya Yusufu akiwa kule utumwani, ndugu zake wakati wanamwona Yusufu anamuendea, Yuda kaka yake anamfuata Yusufu kama yajitambulisha, anamwambia, wewe sikiliza, tupe huyo Benjamin tuondoke naye. Jamaa anasema, bwana huyo haondoki, kamweteni baba yenu aje hapa. Kwenye historia anasema hasira ya Yuda ikapanda. Hasira ya Yuda ilipopanda, radi zikapigwa na tetemeko likatokea. Hiyo ni hasira ya Yuda tu. Ilipopanda hasira ya Yuda, yani ardhi ikatikisika. Nini? Mwebrania kikasirika, ardhi inatikisika. Itikisike kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema neno amen. Pamoja na kwamba ardhi imetikisika, Yusufu yuko tu pale anasema hizo nasijua. Kwa asili mimi pia ni Mwebrania, naijua hiyo. Amen. Kwa unaanza kuona Waebrania walikuwa ni watu wa hatari kweli. Sasa Mungu wakati anatokea pale, Yakobo ametumia ishara na nguvu. Anashangaa, mbona kila nikifanya, kama angekuwa ni kibaka angekufa, kama angekuwa ni mtu huyu angedondoka. Ndio pale akasema huyu si wa kawaida. Akamwambia, mzee, nimekupima naona si wa kawaida. Hauondoki mpaka umenibariki. Uondoki hapa mpaka umenibariki. Hebu sema, hauondoki hapa mpaka umenibariki. Rudia tena, sema hauondoki hapa mpaka umenibariki. Rudia tena mara ya mwisho. Rudia tena mara ya mwisho. Mpaka umefanyaje? Umenibariki. Wewe nikuonyeshe jambo hapa. Nianze mstari wa 22. Akaondoka usiku ule, akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawake 11, akavuka kivuko cha Yaboki. Akawavusha mto, akavusha na vyote aliyokuwa nayo,
Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona kuwa hamshindi, akamgusa panapo uvungu wa paja lake, akategua uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa anashindana naye. Akasema, niache niende. Sauti iko vizuri sana, yani hapo usiguse tena kwa kweli. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, siachi. Hebu sema, sikuachi mpaka utakaponibariki. Sikuachi, sikuachi, sikuachi. Huyu anamwambia nani? Yakobo anamwambia mtu mmoja, Bwana niache niende. Anasema sikuachi mpaka unibariki. Mstari ule wa 27, akamuuliza, jina lako nani? Kuna mahusiano gani kati ya baraka na jina? Kuna uhusiano gani kati ya baraka na jina la Yakobo? Yakobo akasema, Yakobo hapo amemng'ang'ania, akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli. Hebu sema, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Unaitwa nani? Naitwa Yakobo. Anamwambia, sasa hivi hautaitwa tena Yakobo. Sasa hivi nakupa utambulisho mpya. Utambulisho huo nitakao kupa utakuwa ni utambulisho mpya. Kwa nini? Umeshindana na Mungu. Hebu sema, umeshindana na Mungu, lakini umeshinda. Kwa hiyo unamwona huyu anasema, niache na mimi sikuache Bwana. Nini? Sikuache mpaka umenibariki. Mimi nikajua baraka atampa mashamba, nikajua angempa fedha, angempa zawadi, angempa labda dhahabu, labda hebu nibariki Bwana, hebu nibariki Bwana, angempa hela. Anambia, hebu nibariki. Anamuuliza, unaitwa nani? Bwana, naitwa Philibert. Anambia, kuanzia leo hautaitwa tena Philibert, utaitwa Israeli. Kwa nini? Umeshindana na Mungu na wewe umeshinda. Na mimi nakutangazia, umeshinda kesi yako, umeshinda kwenye biashara, umeshinda kwa damu ya Yesu. Sema amen, amen. Unaona, kumbe baraka sio kupewa kitu. Baraka ni pamoja na kubadilishiwa utambulisho, kubadilishiwa jina, kubadilishiwa uhalisia ule wa zamani uliokuwa nao, ukupewe uhalisia mwingine. Ninamwomba Mungu leo akupe uhalisia mwingine, akupe utambulisho mwingine, akupe jina jingine. Izaliwe taifa kwako, izaliwe biashara kwako, izaliwe kazi kwako, wazaliwe watoto kwako. Nasema pokea yote hayo kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema amen, 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 amen. Jina lako nani? Muulize mwenzako, jina lako nani? Muulize tena, jina lako nani? Mwambie, kuanzia leo hutaitwa tena jina hilo, bali wewe utakuwa ni Israeli. Kwa nini Israeli? Umeshindana na Mungu na wewe umeshinda na watu, na sio tu na Mungu, umeshindana na Mungu pamoja na watu, na wewe umeshinda. Wale wachawi umewashinda, magonjwa umeyashinda, mizimu umeishinda, matatizo umeyashinda, madeni umeyashinda. Mungu akupe utambulisho mpya mwanangu, kwa damu ya mwana kondoo. Akupe hatua mpya, akupe hatua mpya, hatua mpya, hatua mpya. Sema amen. Kumbe kuna uwezo ukashindana ili usishinde, lakini namna hii ya leo utashindana na wewe utashinda kwa jina la Yesu. Wewe uliyekuja hapa, wewe ni mshindi kwa damu ya Yesu. Wewe uliyekuja hapa na kutangazia, iwe umefunga ama haujafunga, wewe ni mshindi tayari kwa jina la Yesu.
kitendo cha kuingia hapa, uondoke na uzima wako, ondoka na utambulisho wako, ondoka na mvuto wako. Ninaachilia mvuto kwenye ulimwengu wa kiroho, naachilia mvuto wa kibiashara, naachilia harufu ya biashara. Watu wavute harufu yako, watu wavute harufu ya pesa kwako, watu wavute harufu ya mali kwako. Nasema naachilia mvuto kwako. Pokea harufu njema, pokea harufu ya biashara, pokea harufu ya kazi, pokea utambulisho mpya. Sema hebu twende vizuri. Huyu amepewa utambulisho mpya. Kwa nini? Hapo kumbuka Yakobo alishawavusha familia yake, alishaivusha ng'ambo. Hana hofu ya kukutana na ndugu yake ambaye alimwibia mbaraka zamani mno. Ndugu yake anasema, na kwenda kwa Yakobo, kwanza nina hasira, nilishapa kwa kiapo, siku nitakapokutana na Yakobo nitamuua. Kwa nini? Alinibia mbaraka. Na mimi nasema hivi, wale walio hapa waje kwako wakuue, hawatakukuta wewe, watamkuta mwingine kwa jina la Yesu Kristo. Esau yuko njiani, hofu ya kibinadamu ikamwingia Yakobo, akaipeleka familia yake mbali. Akasema, yamkini atakapokuja ndugu yangu akitaka kunizuru, basi kuna uzao mwingine nimeshaweka mahala, nimeuhifadhi. Lakini kabla hajajiwa na Esau hajafika, akatokea malaika akamwambia, nimetumwa, na lengo la kutumwa ili mbaraka utokee, lazima kwanza tupigane, ili tujue kwanza ninayembariki anajua vita, ninayempa baraka anajua kuzuia baraka, ninayetaka kumpa mafanikio anajua kutoa kwanza, anajua kutoa fungu la 10. Huyu si mwizi huyu. Na ndio maana kuna kiu ya kutoa uliokuwa nayo. Hiyo ni dalili ya kupelekwa kwenye mibaraka yako, na uende kwa jina la Yesu Kristo. Wakati ndugu yake anajiandaa, anakimbia, anakwenda, mbingu inatuma mtu iende kambadilishe jina. Mtu yule anamtafuta Yakobo, lakini mbingu inampeleka Israeli. Yule anamtafuta kamue Yakobo. Alipokutana na Yakobo namna hii, hamuoni tena Yakobo, anaona taifa la Israeli, anaona taifa la Israeli. Na mimi nasema, wanaokuja kukutafuta wewe hawatakuona, hawatakuona, hawatakuona. Sema amen. Wanaosema tunakwenda kwa kumtafuta Anastasia, hata muona Anastasia, yuko Elizabeth amekaa. Nasema tena, wanaokuja kumtafuta John hawatamuona John, yuko dude la mbinguni limekaa. Wanaokuja kukuangia usiku hawatakuona, ili kuna dude la mbinguni limekaa, limesababisha tukio. Wale adui zako wanaokuja kukutafuta waone moto umekaa, waone moto umekaa, simba wa Yuda umekaa. Sema amen, 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 amen. Huyo anaenda kwa Yakobo, asijue Yakobo usiku wa jana alishapewa utambulisho mpya. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba hata anayekuja kukutafuta kuwe leo, utakapopewa utambulisho mpya, akifika ile mauti haitakupata wewe, mabaya hayatakupata wewe, tauni haitakukaribia wewe. Pokea utambulisho mpya kwa damu ya mwanakondoo. Pokea jina jipya kwa damu ya mwanakondoo. Pokea mtazamo mpya kwa damu ya mwanakondoo. Mwonekano mpya uwe juu yako. Sema amen. Jamaa yuko njiani, ana hasira na Yakobo. Na nani? Na Yakobo. Lakini Yakobo yupo, ila Yakobo sio Yakobo tena, anaitwa Israeli. Kwa nini Israeli? Imeshindana na Mungu pamoja na wanadamu. Jamaa kimwona Yakobo, anamuona, mbona huyu jamaa ana nguvu kuliko mimi? Mbona jamaa ameshindana na Mungu, ameshindana na wanadamu, naye ameshinda. Jina lako likupeleke kule kushinda, utambulisho kupeleke kwenye kushinda. Unanielewa eh? Unanielewa eh? Unanielewa eh? Kwa hiyo unamwona jamaa ana hasira na nani? Ana hasira na Yakobo. Lakini baadaye anamuona Israeli amekaa pale. Kuna mtu ana hasira na wewe leo, ni kwa sababu bado utambulisho haujabadilika.
Utambulisho ukibadilika, yule anayekuonea hasira leo akifika anakuambia lile deni nimekusamehe. Unanielewa vizuri eh? Anakudai pesa nyingi ambazo hazilipiki. Atakapokuona namna hii anakuambia ndugu yangu nimekusamehe. Ndugu yangu nimekusamehe. Madeni yako yaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Unaanza kujiuliza, mbona wanasema dawa ya deni ni kulipa? Ni kweli ni kulipa, lakini kwenye utambulisho mpya hayalipiki kwa jina la Yesu. Oh mchungaji, unajua hebu sema hayalipiki kwa jina la Yesu. Na neema hii iwe juu yako wewe. Nasema tena iwe juu yako wewe. Sasa kwa nini Mungu alimbadilisha